yake kwa We mataifa. declared his workings to the nations. Tulitangaza matendo yake kwa And the mataifa. nations came to join in the celebration of our God. And they said, their God has done great things for them. Mataifa wakaungana na sherehe zetu na wakasema Mungu wao amewatendea mambo makuu. So a celebration is a way of declaration Kwa hivyo sherehe ni njia ya of kutangaza the doings of God matendo ya Mungu to the nations. kwa mataifa. When we don't celebrate, Tusiposherehekea, they don't know what God has done for us. hawatatambua Mungu ametufanyia nini. We are who we are Tuko vile tulivyo because God has done it for kwa us. sababu ni Mungu But ametutendea. how will they know Watajuaje if we don't celebrate? tusiposherehekea? One way we show that our God is doing great things to us is when we gather together to celebrate, to rejoice, to sing songs, to jump, to speak in tongues. When we do that, we are declaring our God has done it for us. Njia moja ya kutangaza Mungu wetu ametutendea mema ni wakati tunakuja mbele zake kwa sherehe, kwa kucheza, kwa kuimba na kwa kutenda mambo kama yale. In verse number 3, the Bible says, Fungu cha 3 Biblia inasema, the Lord has done great things for us, Bwana ametutendea mambo makuu and we are filled with na joy. tumejaa furaha. In verse number 4, the Bible says, restore our fortunes, oh God. So you can see the first part. Tuona sehemu ya kwanza. These people have gathered together Hao watu wamekusanyika pamoja because of what God has done to them. kwa sababu ya kile Mungu amewatendea. Has God done anything to your life this year? Je, Mungu amekutendea kitu mwaka huu? Has the Lord kept your life alive today? Je, Mungu amekupatia uzima mwaka huu? Has the Lord carried you through the storms and issues of life? Je, si Mungu amekubeba kwa masuala ambayo ulipitia kwa maisha? You owe him a celebration. Unastahili kumsherehekea. Hallelujah. Amen. You owe him a celebration. Una deni la Mungu la You sherehe. need to lay down all and tell God, come on, this is yours. This is a holy dance, a holy celebration for what you have done to my life. Unastahili kumtengea densi takatifu kwa sababu ya kile ambacho amekutendea kwa maisha yako. So celebration is at the heart of Christianity. Kwa hivyo sherehe iko katikati ya Ukristo. Because through it we declare the works of our God. Kupitia sherehe tunatangaza kazi za Mungu wetu. It's not only in this moment that we see celebrations. Sio tu hapa peke yake ambapo tunaona sherehe. Even in the days of Israel. Hata nyakati za Israeli. If you look at Leviticus chapter 23, I think, Leviticus, Mambo ya Walawi. you'll also realize Pia utatambua the Lord spoke to Moses Bwana aliongea na Musa. and told him about some of the feasts Kamwambia baadhi ya sherehe that they were to declare ambazo wanastahili in kuzingatia Israel. pale Israeli. In verse number 2, the Bible says, he says, speak to the Israelites and say to them, Waambie Waisraeli, these are my appointed feasts, hizi ndo sherehe teule, the appointed feasts of the Lord, sherehe zilizoteuliwa na Bwana, which you are to proclaim ambazo mnastahili kutangaza as sacred assemblies. kama kusanyiko takatifu. In about every year, Manake kila mwaka you need to proclaim to Israel, unastahili kutangazia Israeli, come together, assemble together, kuwasanya pamoja so that you come to have a moment ili waje wawe na where wakati you celebrate wa kusherehekea the doings of the God who carries you. matendo ya Mungu anayewabeba. Declare these feasts Tangaza hizi so that karamu every year kwamba kila you mwaka will need to be doing them. mutakuwa mkizingatia. Because through these feasts, Kupitia hizi you sherehe are declaring unatangaza the character, tabia, the nature hasili of the God that is your God. ya yule Mungu ambaye ni Mungu wenu. And he told them, don't miss to do these feasts. Musikose kuzingatia hizi Because as sherehe. you declare them, Kwa sababu you are mnapotangaza declaring what God is to your life. munatangaza kile Mungu aliyo kwa maisha You yenu. are announcing to the nations, Munatangazia mataifa we have a God, tunaye Mungu, the God that does things for us. Mungu anayetutendea We have mambo. a God Tunaye Mungu that has made us to be who we are. ambaye ametufanya tuwe We jinsi. have a God, Tuna Mungu, and so we are confident tuna ujasiri to face the future kuingia kwa because we maisha have a kwa God. sababu tuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is
what was declared. This is what was meant. God made feasts as a way of reminder and as a way of declaration of his being and working among his people. Mungu aliandaa sherehe ili kuonyesha matendo yake katikati ya watu wake. And that's why we celebrate Christmas. Ndio maana tunasherehekea Christmas. We are not just celebrating a day. Hatusherehekei tu siku. We are celebrating what God is in this day. Tunasherehekea kile Mungu alivyo kwa hii siku. I say that because people will argue, was it 25th, was it what? That's not our important thing. Ninasema hivyo maana watu wanapingana, haikuwa tarehe 25, hiyo sio jambo kuu. We are not celebrating a day per se. Hatusherehekei siku. We are celebrating an event. Tunasherehekea tukio. Something that happened. Kitu kilichotendeka. That nobody can ever deny. Hakuna mtu anaweza kukataa. Somebody was born. Mtu alizaliwa. And the world runs around the life of that person. Na ulimwengu unazungukia kando ya maisha huyo mtu. That is Jesus Huyo Christ, mtu anaitwa the Yesu, Son of the living God. Mwana wa Mungu anayeishi. Hallelujah. Amen. Ladies and gentlemen, we are here to celebrate. Wapendwa, tuko hapa kusherehekea. And I want you to develop a celebration mood. Nataka uwe na ile hali ya kusherehekea. Because we want to declare something Tunataka kutangaza that vitu God did for us. ambacho Mungu And alitutendea. I'm sure everybody here today, Najua kila mmoja wetu hapa you leo have carried in your heart moyoni mwako umebeba something that God did to you. kitu ambacho Mungu And you alikufanyia. have brought it before the Na Lord umekileta mbele za to Mungu. tell him, Kumwambia you are the doer. ni wewe You uliyofanya. did it for me. Ulinitendea. It was not my power. Haikuwa nguvu zangu. It was not my might. Haikuwa uwezo But it was wangu. by your spirit. Ni roho wako. And so I celebrate. Kwa hivyo ninasherehekea. Amen. Hallelujah. Amen. Come on, celebration is at the heart of Christianity. I like it when Christians come to celebrate. Mimi napenda sana Wakristo wanapokuja kusherehekea. It is a discipline. Ni nidhamu. Hello? Oh, yes. It's a discipline. Ni nidhamu. It shows you are giving glory to where it belongs. Kusherehekea inamaanisha unarudisha utukufu mahali pake. You are not taking glory to yourself, Haujichukulii utukufu but mwenyewe, you are giving it to the person who did it. bali unamrudishia yule aliyetenda. Celebration Sherehe is a discipline we need to take. ni nidhamu tunastahili kukumbatia. That's why we see it. Ndio maana tunaona When Jesus is born, Yesu anapozaliwa, we see it. tunaona When Jesus is almost leaving, Yesu kama tayari yuondoka, he makes a banquet anaandaa karamu with his disciples pamoja na wanafunzi wake so that he can celebrate his being with them before he departs. ili asherehekee vile ametembea na wao kabla aondoke. And on the table he's reminding them, Na kwa mezani anawakumbusha, telling them what should happen, anawaeleza how kitakachofanyika, they need to go about. vile wanastahili kujibeba. It was done also on a celebration table. Ilifanyika kwa meza ya sherehe. In Psalm 67, Zaburi ya 67, the Bible says from verse number 1, may God be gracious to us Bwana Mungu aturehemu, and bless us atubariki, and make his face shine upon us, atuangazie uso wake, that your ways may be known on earth ili njia zake zijulikane and kwa your ulimwengu salvation among the nations. na wokovu wake katika mataifa. Verse number 3, may the peoples praise you, O God. Watu wote na wakusifu May Bwana. all the peoples praise you. Na watu wote wakusifu. In other words, let people come to celebrate God. Maanisha watu waje wamsherekee Mungu. Verse number 4, may the nations be glad and sing for joy. Mataifa na ifurahi na imbe kwa furaha. For you rule the peoples justly Manake unawatawala watu kwa and haki. guide the nations of the earth. Na unaongoza mataifa ya In other words, ulimwengu. they come to celebrate Wanakuja kusherekea the fact that you are the ruler. ya kwamba yeye ndiyo You are the mtawala. just God. Wewe ndiyo Mungu wa They haki. have come to celebrate Wamekuja that we kusherehekea have a God of justice ya kwamba tuna Mungu wa who haki rules among us. anayetawala miongoni mwetu. Hallelujah. Oh, yes. They have come to celebrate Wamekuja that kusherehekea. we are not just leading ourselves. Hatuishi tu maisha We yetu. have a ruler. Tuna mtawala. We have a governor. Tuna We have a kiongozi. God. Tuna And Mungu. because of Kwa that, sababu ya we hiyo can sing for joy. tunaimba We nyimbo za can furaha. celebrate. Tunasherehekea. Amen. And the Bible says in verse number 5,
May the peoples praise you, O God. Watu wote na wakusifu Mungu. May all the peoples praise you. Watu wote na wakusifu. And what will be the consequence? What will be the result? What will be the effect? The Bible says when they praise you and they celebrate. Wanapokusifu na kusherehekea. When they come to celebrate. Wanapokuja kukusherehekea. The land will yield its harvest. Nchi itapeana mazao yake. And God, our God, will bless us. Na Bwana Mungu wetu atatubariki. Hey, there is power in celebration. Kuna nguvu kwa kusherehekea. There is blessing in celebration. Kuna baraka ndani ya kusherehekea. Amen. Can somebody say amen to the Lord? Mtu amwambie Bwana amina. A celebration is not just that physical act. Sherehe sio tu kitendo cha It kawaida. may look physical to others, Japokuwa kwa wengine itaonekana but kawaida. it carries power to us. Lakini inaubeba nguvu kwa There is ajili. something happening in the spirit. Kuna kitu kinatendeka kwa That is roho opening our lives ambayo inafungua maisha when we yetu come to celebrate. wakati tunasherehekea. Somebody are hearing me? Yes. When we celebrate, Tunaposherehekea, the effect will be tofauti itakuwa the land will yield its harvest. nchi itapeana mazao yake. In other words, our portion Sehemu zetu where we are mahali tulipo shall turn productive. itaanza kuzalisha. Hey, Yes. one way you can turn a place productive is by celebrating. Tunaweza fanya mahali pasizalishe kwa kusherehekea. I can turn a place that is struggling into productivity by celebration. Naweza badilisha mahali ambapo ni pakavu kuwa pa kuzalisha kupitia sherehe. As I come to celebrate, Napoanza kusherehekea, the environment is changing. mazingira The inabadilika, atmosphere is changing. anga inabadilika, My environment is changing. mazingira yangu My yanabadilika, atmosphere is changing. anga yangu As I inabadilika come to celebrate. ninapokuja kusherehekea. That's Amen. why Ndio sababu learn to celebrate. jifunze kusherehekea. Give yourself some time Tenga muda and celebrate. na usherehekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambia mwenzako jifundishe kusherehekea. Learn to celebrate. Learn to celebrate. Learn to celebrate. Jifunze It's a kusherehekea. very important part of your life. Ni sehemu ya muhimu ya maisha yako. Celebration Sherehe attracts a blessing of God inavutia baraka ya Mungu and puts under pressure our environment to produce. na inasababisha mazingira yetu kuzalisha. It releases what it has Inaachilia kile ambacho imebeba when we celebrate. tunaposherehekea. When we come to acknowledge, oh God, I know you did it, and so I've come to declare and give glory to where it belongs. Tunaposema Mungu, ninatambua ni wewe ambao umenitendea, kwa hivyo nimekuja kukurudishia utukufu. Listen, gentlemen, Wapendwa, I'm saying this because the joyous festivity is absent in our today's world. nasema hivi kwa sababu sherehe za furaha ni nadra katika ulimwengu wetu. We have been overtaken by apathy and melancholy. We don't see the need to celebrate anymore. Tumemezwa na mambo mengine kwa kiasi ya kwamba hatuoni haja ya kusherehekea tena. And yet celebration is a very important part of our lives. Ili hali sherehe ni sehemu muhimu ya maisha yetu. Nehemiah chapter 8 verse number 10, the Bible says, Nehemia 8:10 Biblia inasema, Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks. Nehemia inasema mwendeni mkafurahie chakula nzuri na vinywaji And vizuri. send some to those who have nothing prepared. Na mwapatie wale ambao hawana. Oh, hallelujah. For this day Manake siku hii is sacred to our Lord. ni takatifu kwa Mungu wetu. Do not grieve, Msihuzunike for the joy of the kwa Lord sababu furaha ya Bwana is our strength. ndiyo nguvu zetu. Amen. When we celebrate, Tunaposherehekea we connect to strength. tunajiunganisha na We nguvu, connect to power. tunajiunganisha na We connect uwezo, to enablement. tunajiunganisha na kuwezeshwa. And so he tells them, please, Naomba tafadhali go and have some time to celebrate. tengeni muda wa kusherehekea. In your celebration, prepare some food. Katika sherehe zenu andaeni chakula, Take some drinks. vinywaji vizuri, Give even to those who don't have. muwapatie na hata wale ambao hawana. Don't make them grieve.
Msiwafanye wahuzunike. Because in so doing, Kwa sababu mkifanya hivyo, you make this day to be sacred to our God. mnaifanya siku iwe takatifu kwa Mungu wetu. Make it to be sacred. Mnaifanya iwe So takatifu. that when people come in this day, Watu wanapokuja kwa hii siku, we have turned it to be a sacred day. tumeifanya siku takatifu. Where God is available. Mahali Mungu Where anapatikana. God visits. Mahali Mungu hutembelea. And as you celebrate Mnaposherehekea and rejoice na kufurahia with celebration, na sherehe, you will gain strength mnapokea nguvu from the Lord. kutoka kwa The Bwana. Lord will enable you. Na Mungu The atawawezesha. Lord will empower you. Mungu atawatia The nguvu. Lord will give you some strength Atawapatia nguvu so that you fulani can do some ili things mfanye mambo that mengine nobody can do. ambao wengine hawawezi. In a celebration, Katika hali ya we kusherehekea, connect to strength. tunajiunganisha na In nguvu. a celebration, Katika hali ya we kusherehekea, connect to power. tunajiunganisha na In uwezo. a celebration, Kupitia sherehe, we connect to glory. tunajiunganisha na utukufu. Amen. There is a way you can bring your life into some level of power Kuna vile unaweza ingisha maisha yako kwa kiwango cha when you learn to celebrate. kama tutajifunza kusherehekea. Somebody say amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Come on, help me to talk to a neighbor again. Tell your neighbor, do not forsake celebration. Ongea na jirani yako, mwambie usipuuze sherehe. It's a way of acknowledging what God has done to your life. Kusherehekea ni njia ya kutambua kile ambacho Mungu amekutendea. It's a way of giving glory to God. Tunamrudishia Mungu tukufu. When we celebrate anything, Tunaposherehekea jambo we are lolote, telling God you did it. inamaanisha tunamwambia ni wewe Mungu And God umetufanyia. receives the glory. Na Mungu anapokea utukufu. Can somebody say amen? Mtu sema amina. Celebration brings joy. Sherehe inaleta furaha. It infuses strength and power Inatutia nguvu na to uwezo. those who do it with knowledge. Kwa wale wanaosherehekea kwa kujua. And no wonder Israel was commanded to celebrate Ndio maana Israeli waliamrishwa kusherehekea the goodness of God. wema wa Mungu. They were to do it every year. Ilikuwa wafanye kila They mwaka. were to present themselves Kila mwaka ilikuwa wajipeane before the Lord. mbele za Mungu. And every time they were to do it, Na kila wakati wangefanya hivyo, there was a release from God into their lives. kuna kitu Mungu aliachilia katika maisha yao. Every time they came to celebrate God, there was a release of grace, a release of power into their lives because they had come to acknowledge the Lord who giveth. Kila wakati wangekuja kusherehekea, walipata mwachilio wa neema na nguvu, kwa sababu wamekuja kumtambua yule anayewatendea. Can somebody say amen? Amen. You remember even the Sabbath we were commanded to celebrate. Unakumbuka hata Sabato waliamriwa washerekee. I know we love to read our scripture. Of course, you know it, Isaiah 58 verse number 13, and we read it in the MSG version. Isaya 55:13 kifungu ambacho watu napenda kusoma. Can we go together now as we love this scripture? Tusome Because pamoja. this is what we come to do. Can we go together? If you watch your step on the Sabbath Yes. and don't use my holiday for personal advantage. So you don't use my holiday for what? Personal advantage. Let's go on. If you treat the Sabbath as a day of joy. So how should the Sabbath be? A day of joy, rejoicing, celebration. Sabato ni siku ya kusherehekea. Okay, let's go on. God's holiday day as a what? as a celebration. Celebration. We come to celebrate. Can we go on? If you honor it by refusing business as usual, like making money, and running here and there. hallelujah. Hallelujah. If you treat this day not to be a day to go and see your uncle, to go and see what, to make a date, see what. Kama hii siku itaitenga na isiwe siku ya shughuli zako zingine za kawaida. It's your day of celebration of God's doing in your life. Kama utaifanya siku ya kusherehekea matendo ya Mungu kwa maisha yako. Where you come and tell God you did it. Unakuja unamwambia Mungu ni wewe uliofanya. You did it. Ni wewe uliyenitendea. I've come to bring glory to you. Nimekuja kukurudishia utukufu. My dance is not mine. Densi yangu sio yangu. It's yours. Ninakudensia I'm wewe. saying you have done it. Nisema ni wewe And umetenda. thank you for what you have done. Asante kwa kile ambacho umenitendea. Receive all the glory Pokea utukufu wote. for what you have done. Kwa yale ambayo umenitendea. When you do it like that, Ukifanya jinsi ile. somebody say amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Then the results will be seen in verse number 14. Matokeo yake yako kwa kifungu cha 14. When you celebrate, Unaposherehekea, what will be the effect? matokeo ni nini? Can we read together what does the Bible say? Then. So it means what? When you do the above, the following will happen. Kisha fanya 13:14 inafuata. Can we go together? Let's go. Then you will find your joy in the Lord. And I'll cause you to ride on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. Oh yes. Woo! Somebody say amen. Amen. When you come to celebrate, Unapokuja kusherehekea, what will happen? you will find your joy. God will in the raise you. Lord. Mungu atakuinua. God will carry you. Mungu atakubeba. One way to live a triumphant life is celebration. Njia moja ya kuishi maisha kubebwa na Mungu ni kupitia sherehe. If you want to walk in triumph, Kitaka kuishi maisha kubebwa na Mungu, celebrate. sherehekea. Learn to celebrate. Jifunze kusherehekea. Come to the Lord and celebrate. Mgeukie Mungu na usherehekee. When you do that, Unapofanya hivyo, the Bible says God will carry you Mungu atakubeba to the heights of the land, kwa juu, sehemu za juu because you know how to celebrate Him. maana unajua jinsi ya When kumsherehekea. He takes you somewhere, Unapokupeleka mahali, you know how to celebrate Him. unajua jinsi ya kumsherehekea. So He positions you Anakuweka kwa to the nafasi, heights of the land, sehemu ya juu ya because nchi. you are a celebration Maana believer. wewe ni muumini anayesherehekea. Somebody, can you say amen? Amen. Come on, somebody, can you shout amen to the Lord? Mwambie Mungu amina. So celebration is a force of exaltation. Sherehe ni nguvu ya kuinuliwa. It's a force of exaltation. Ni nguvu ya kuinuliwa. When you come to celebrate, Unapokuja kusherehekea, the Lord exalts you. Bwana yu kuinua. It's a simple way of exaltation, Ni njia rahisi ya kunyanyuliwa. because you have come to give glory to Him that exalts man, Kwa sababu umemrudishia utukufu yule anayeinua wanadamu, and He will surely exalt you. na hakika atakuinua. I'm trying to imagine in Zechariah chapter 14 verse 17. Zakaria 14 kifungu cha 17. Just trying to give you moments of celebration so that you may live a life of celebration. Najaribu tu kukuonyesha mifano ya kusherehekea ndio uishi maisha kusherehekea. Because sometimes people have devalued celebrations. Wakati mwingine watu wanadunisha udhamana wa kusherehekea. And some of them even make them to look demonic. Na wanafanya hata sherehe zionekane kuwa za kipepo. Celebrations are not demonic. Kusherehekea sio kitu cha kishetani. Celebration is at the core of Christianity. Sherehe iko katikati ya Ukristo. Learn to celebrate. Jifunze kusherehekea. Because every time you celebrate, Kila wakati you are unaposherehekea, giving glory to God. unampatia Mungu tukufu. Bwana asifiwe. Amen. Zechariah chapter 14 verse 17, the Bible says, if any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the king, Kiwa mmojawapo ya watu wa Israeli hataenda kuabudu Mungu mfalme kule Israeli, the Lord Almighty, Bwana Mungu mkuu, they'll have no rain. hawatapokea mvua. So if these people will not go to celebrate, Ikiwa hawa watu hawataenda kusherehekea, give glory to their maker, kumpea muumbaji wao utukufu, what will happen? hawatapokea mvua. They are hindering a certain divine release. Kwa kutosherehekea walikuwa wanazuia mwachilio wa kiungu. Because rain is a symbol of divine release. Mvua ni ishara ya mwachilio wa kiungu. Nobody can make rain. Hamna mtu anayeweza kuunda mvua. It's only the maker who determines when and where. Ni Mungu peke yake ataamua ni mvua itanyesha wapi wakati gani. But he says there is a way we can influence it to be released. Anasema kuna vile tunaweza isababisha inyeshe. We can come to Jerusalem Tunaweza enda to Yerusalemu worship and celebrate him. kuabudu na kusherehekea Mungu When wetu. we do that, Tutakapofanya hivyo, the rains will be released. mvua itanyesha. If you hear me, can you say amen? Amen.
If we do that, Kama tutafanya hivyo, some divine dispensation will be released. kuna miachilio ya kiungu ambayo itaachiliwa. And that's why we need to learn how to celebrate. Ndio maana tunastahili kujifunza jinsi ya kusherehekea. Celebration is a very good thing. Sherehe ni jambo njema. It helps us to relax in the Lord Inatuwezesha kutulia ndani ya and Bwana declare his goodness. na kutangaza wema wake. It is one of the practices we should always do. Ni mojawapo ya matendo ambayo tunafaa kuzingatia. We should adopt it at different dimensions. Tunastahili kuichukua kwa kiwango kingine. We are not just celebrating Christmas. We should now have even more, because through those celebrations, we are declaring the goodness of God to the nations. Hatusherekei tu Christmas kama jambo la kawaida, lakini kupitia kusherekea tunafanya Mungu wetu anajulikana kwa mataifa. Let's create events to celebrate God. Tutenge nyakati za kumsherehekea Mungu. There are some people who developed the discipline of celebration and their lives became great. Na watu ambao walizoea nidhamu ya kusherehekea na maisha yao yakafanyika makuu. Are you getting my friends? Na nielewa, One of them was Mr. Job. mojawapo ya hao watu aliitwa Ayubu. In the book of Job chapter 1, Ayubu sura ya kwanza, verse number 5. kifungu cha 5. You'll see this man's greatness was also built from the discipline of celebration. Naona Yakobo alifanyika mkuu kwa sababu ya kuzingatia nidhamu ya kusherehekea. He had a feasting every year, Aliandaa karamu kila mwaka, running its course to the end. kuanzia mwanzo hadi And mwisho. after the feast, he would call his children to purify them. Baada ya karamu angeita watoto wake ili awatakase. And early in the morning, he would sacrifice a sacrifice offering for each of the children. Asubuhi mapema angetoa sadaka kwa ajili ya kila mmoja wao. And he would say, maybe, perhaps my children have sinned and cast God in their hearts. Angesema huenda watoto wangu wamemtenda Mungu dhambi moyoni mwao. And the Bible says this was Job's regular custom. Inasema kwamba hii ilikuwa tamaduni ya Ayubu. In other words, it was a discipline. Ilikuwa nidhamu. He nurtured a discipline of celebration. Alikuza nidhamu ya kusherehekea. Every year he was celebrating the children one by one. Mwaka baada mwingine alikuwa anaandaa karamu kwa ajili ya watoto wake. So he would say, this is for Mercy. Angesema hii ni This is sherehe for ya Paul. hii ni sherehe ya This is for Paul. so and so. Ni sherehe ya And Jane. he comes to celebrate. Anakuja kusherehekea. What was he doing? Kwa anafanya He nini? was telling God, thank you for this child. Kwa anamwambia Mungu asante kwa huyu mwana. Let your purpose be fulfilled Kusudi lako litimie in this child. kwa maisha huyu mwana. One by one. Kila mtoto. No wonder Ndiyo sababu he had great children. alikuwa na watoto wakuu. He had great family. Alikuwa na familia kuu. He had great riches. Alikuwa na utajiri mwingi. He had great influence. Alijulikana. Celebration can raise you to the heights. Sherehe na kuinua kwa viwango vya juu. No wonder he was the man that sat at the gates. Ndiye mtu aliyesimama malangoni. Because he understood Kwa sababu the alielewa power of celebration. nguvu za kusherehekea. I challenge you, Na kuhimiza. because I know there is some doctrines that you may have had Labda kuna mafunzo ulifunzwa that are against celebration. ambayo yanapinga kusherehekea. Please, those are very mediocre doctrines. Tafadhali elewa hayo ni mafunzo ya uduni. Learn to celebrate your God. Jifunze kumsherehekea Every Mungu. time you have a chance, Kila wakati unapopata nafasi, celebrate your God. msherehekee Mungu wako. Create some avenue in which you can declare to your God, I recognize you. You have done it and you are still doing it. Andaa karamu ambayo kupitia kwake utamtangazia Mungu, ninakutambua ni wewe ambao umenitendea. Can you begin to prepare family thanksgivings, Anza kusherehekea kwa kiwango cha familia. birthdays, Sherehe za kuzaliwa, anniversaries? sherehe za kumbukumbu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama mlioana 1900, njia moja kukumbuka. One way of celebrating your marriage is through anniversaries. Praise the Lord. Amen. Even if you were married in 1900, please, one way you can thank God for your work is just celebrate. Naweza tenga Celebrate. siku ya kusherehekea Mungu sababu ya kutembea nawe kwa maisha ya ndoa. Tell him thank you. Mwambie asante. You've carried us through thick and thin. Umetubeba kwa mambo yote. I wonder we are still together.
Nashangaa ni vipi bado tuko pamoja, when each one of us had all the reasons to leave. wakati kila mmoja wetu alikuwa na sababu tosha za kuondoka. We even don't understand why we are still together. Hata hatuelewi mbona bado tunaendelea. That must be you behind us. Ni wewe tu umetuwezesha. Nobody could have done this. Hamna mwingine You angetuwezesha. have done it for us. Wewe Mungu And umetutendea. because of that we celebrate. Na kwa sababu ya hiyo tunakusherehekea. Can somebody begin to celebrate God from Je, today? mtu ataanza kusherehekea Mungu kuanzia leo? I tell you, it is one way of telling God, I acknowledge you in all the events that happen in my life. Ni njia moja ya kumwambia Mungu ninakutambua kwa yote ambayo nilipitia kwa maisha yangu. So make celebrations Andaa sherehe. during graduations. Fanya sherehe za Make kufuzu. celebrations to tell God, thank you, you have done it. Andaa karamu za kumshukuru Mungu kwa utendaji. During your finishing of projects, Unapomaliza mradi, make a celebration andaa sherehe. to tell God you have done it. Kumwambia Mungu ni wewe Don't umetutendea. assume it was your power and money. Usidhanie ni pesa yako na There nguvu are yako. people with money, but they have not done what you have done. Kuna watu wengi wako na pesa lakini hawajafika It mahali. is God's grace. Ni neema ya Mungu. Make a celebration. Andaa karamu. If I'm speaking to you, can you say amen? Hallelujah. Make a celebration. Andaa When sherehe. you secure a job, Unapopata kazi, there are people who are tamacking, una watu wanatafuta but kazi. you have gotten Wewe one. umepata moja. Your child has gotten one. Mtoto wako amepata kazi. Give glory to God Rudishie Mungu by tukufu celebrating. kwa kusherehekea. Am I talking to somebody? Je, naongea na Make a celebration andaa sherehe. when you receive a promotion, Ukipandishwa cheo, because it is God who promotes, ni Mungu anayepandisha and He cheo. brings people to some places for Na a reason. anawainua watu kwa utukufu wake. Tell God, this is your celebration. Ambia Mungu hii ni You sherehe. have done it for Ni me. wewe umenipandisha Now cheo. take over. Chukua ushukani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please learn to make celebrations Jifunze kuandaa sherehe. on Christmas like today. Siku ya Krismasi kama leo, We have to make a celebration. andaa sherehe. We have to say, yes, Lord, thank you. Lazima tumtambue ni Because yeye somebody amefanya. was born Mtu alizaliwa on this day siku ya leo that has turned our lives around. ambao amebadilisha maisha yetu. We've come to celebrate. Tunakuja kusherekea. But if that person was not born, Kama yule mtu angezaliwa, where could we be? tungekuwa wapi? Some of us would be at the right place called the grave. Wengine wetu tungekuwa mahali ambapo tunastahili kuwa, ambayo inaitwa kaburi. We should have died Tunastahili kuwa tumekufa if that person was not born. kama huyu Yesu hangezaliwa. Because what we did was a guarantee of death. Kile ambacho tulifanya ilistahili tuuawe, But mercies lakini huruma of this person that was born za huyu aliyezaliwa have kept us alive. zimetuhifadhi tuko hai. That's why when people critique Christmas and all that, I look at them and wonder, do they really know what they're doing? Ndio maana watu wanapokosoa sherehe za Krismasi, mimi naangalia na shangaa, je, hawa wanaelewa Krismasi kweli ni nini? Please make a celebration Fadhali andaa karamu on the first of every month, tarehe moja ya kila mwezi, so that you declare in the new month ili utangazie mwezi mpya and command what you will walk in. na utangaze kile utatembea ndani yake. Make a celebration. Andaa karamu. Attend a service on that first of every new month, because a new season has opened for you in which God can do anything in that time. Mwezi unapoanza inamaanisha ni msimu mpya umefunguliwa. Mungu anaweza fanya lolote kwa maisha yako. Somebody by the name St. Augustine said, Mtu Augustine akasema, every Christian kila Mkristo must be a hallelujah Christian. lazima awe Mkristo wa haleluya. Amen. Praise the Lord. Amen. If you meet with a Christian who is not a hallelujah Christian, then I don't know if they really met Jesus. Kama unaishi na Mkristo ambaye sio Mkristo wa haleluya, basi inamaanisha kuna wasiwasi, huenda hawakutana na Yesu. Because Jesus is our joy. Manake Yesu ndo furaha yetu. You meet him, you have a reason to laugh even when things are tough. Ukikutana na Yesu una sababu ya kucheka hata kama mambo ni magumu. Because your joy is not driven by the happenings outside. Manake furaha yako haitegemei mambo ya nje. Your joy is that you know him and you know what he is and what he can do. Furaha yako ni kwamba unamtambua na unajua kile ambacho anaweza kufanya. Allow me to bring down and narrow on celebrating this Christmas. Niruhusu nikufunze sababu za kusherehekea Krismasi hii. What do we celebrate?
Tunasherehekea nini when ndani we ya come Christmas? to celebrate Christmas? Mbona tunasherehekea Christmas? The first thing I've taken note in the Bible that we come to celebrate Christmas Jambo ambalo nimegundua kupitia kwa Biblia, kwa nini tunasherehekea Christmas? is we celebrate the fulfillment of divine prophecy and purpose. Tunasherehekea kutimizwa kwa kusudi na unabii wa When kiungu. you see me coming to celebrate Christmas, Kiniona nikija kusherehekea Christmas, I've come to celebrate divine fulfillment of prophecy and purpose. nikuja kusherehekea kutimizwa kwa kusudi na unabii wa kiungu. I've come to celebrate the God who speaks before he does. Kuja kumsherehekea yule Mungu ambaye ananena kabla ya kutenda. I've come to celebrate the God whom I can rely on, that when he says something to me, I can hold on it because he is faithful to keep it until he fulfills it. Nimekuja kumsherehekea Mungu ambaye ni tegemeo, anaposema kitu ninaweza kumwamini kwa sababu lazima atatimiza. Because he spoke about the birth of Jesus. Manake aliongea kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. And he spoke right from the place of birth. Na aliongelea pale mahali alipozaliwa. Micah chapter 5 verse number 2. Mika 5 kifungu cha pili. He said, Asema, but ye Bethlehem Ephrathah, wewe Bethlehem Efratha, though you are small among the clans of Judah, japokuwa wewe ni mdogo kwa kabila zote za Yuda, out of you toka kwako will come for me atatokea kwa one ajili who ya will be ruler over Israel. atakayetawala Israeli. Hallelujah. Even though you are small, Japokuwa wewe ni mdogo, even though you are disrespected, japokuwa haujaheshimiwa, you Bethlehem, wewe Bethlehem, you Bethlehem of Judah, wewe Bethlehem you Juda, are the smallest, wewe ndio mdogo, but I have chosen lakini to umechaguliwa get a king kuzaa mfalme out of you, the smallest. kutoka kwa kabila ndogo. What is that telling you? Hiyo inatuambia nini? The Lord can do anything Mungu anaweza fanya to lolote anyone. kwa mtu yeyote. I've come to celebrate Tumekuja kusherehekea a God who can turn around Mungu ambaye anaweza the badilisha most lowly, wale wa chini the kabisa, most rejected, wale waliokataliwa, the vessels that were rejected. vyombo vilivyokataliwa. He can watch and his eye can turn them to become the greatest. Jicho lake linaweza geuza wakafanyika wakuu. Hey, as we celebrate this Christmas, Tunaposherehekea hii Christmas, we are celebrating a God tunamsherehekea Mungu that makes elections ambaye anapeana in mwelekeo manners that are not of man. kwa njia ambazo ni tofauti na His wanadamu. election Uteuzi is wake not of the greatest. sio kwa yule His mkuu. election Uteuzi may wake be of the smallest. inaweza kuwa hata wa yule mdogo. Don't break Usikate and tamaa feel I have nobody. ukadhani hauna mtu. You have God, Unaye Mungu the one we celebrate. ambaye tunamsherehekea. Don't feel you have nobody to help. Usidhanie hauna mtu wa Even kukusaidia. if you don't have, Hata kama hauna mtu, there is a God in heaven una Mungu mbinguni who picks the lowly, ambaye anachukua walio whose chini, eye is focused. ambaye jicho lake He says, linawaangalia. I chose the smallest, the weakest, Nasema nachagua wale dhaifu, so wale that I may shame the strong. ili niaibishe wenye nguvu. Please, I want to encourage you. Naomba nikutie As moyo. we celebrate today, Naposherehekea leo, we are celebrating tunasherehekea the God of election, Mungu na of uteuzi those that you don't expect. wa wale ambao He hatuwatarajii. can choose you Anaweza from kukuchagua any background kutoka kule and bring you chini up na kuinue to juu His glory. kwa utukufu It's wake. my prayer Ni ombi that langu as we celebrate this, tunaposherehekea leo, expect God tarajia to Mungu do something kufanya in kitu your life, katika maisha wherever you are. mahali ulipo. He Amen. can turn your story Anaweza badilisha hadithi yako around badili in a kabisa manner you don't expect. kwa njia ambayo hautarajii. Amen. Are you hearing me? Mnanipata? He says, unto you Bethlehem. Nasema wewe Bethlehemu. And that's why Ndio sababu in the book of Luke chapter 2 from verse 1 to 7, Luka mtakatifu 1-7 we are looking at the place of birth. tunaangalia mahali pa kuzaliwa. God fulfills prophecy. Mungu anatimiza unabii, God fulfills his word. anatimiza neno When lake. he says, he's not just saying, Naposema hasemi tu, he's committed to do it. amejitolea kufanya. In those days, Augustus Caesar issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Siku za utawala wa Augusto ikakuwa watu wote wahesabiwe.
Very quickly, please, we shall be rushing quickly. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. Ni hesabu ya kwanza iliyofanyika wakati Quirinius alikuwa mtawala wa Syria. There was this, and everyone went to his own town to register. Kila mmoja akaenda kwao kuandikishwa. And so Joseph also went up from the town of Nazareth into Galilee to Judea. Yusufu akatoka Nazareti akaenda Galilaya Yudea kuhesabiwa. To Bethlehem. Kule Bethlehem. The town of David. Mji wa Daudi. Because he belonged to the house of the line of David. Manaka alikuwa wa ukoo wa nyumba ya Daudi. God is preparing to fulfill prophecy. Mungu anajiandaa kutimiza kusudi. Is somebody getting me here? Oh yes. He has even commanded the king to make a decree so that things begin to come to fixation of their place. Ameamuru mfalme peane sheria ndo mambo yaanze kuingiana. God is making way for fulfillment of prophecy. Anaandaa njia ya kutimizwa kwa unabii. Is somebody getting me in the house? I get you. In verse number 5, the Bible says he went there to register with Mary, who was plagued to be married to him and was expecting a child. Alienda kujiandikisha pamoja na Maria ambaye alikuwa mchumba wake na alikuwa anamtarajia mwana. Although they were living in Nazareth, walikuwa naishi Nazareti, but a prophecy must be fulfilled. Lakini unabii lazima utimie. Something has been declared. Kitu kinatangazwa. So he must find himself ili ajipate into Bethlehem. Kule Bethlehemu. Hear me very well. Nipate vizuri. When we celebrate Christmas, aposherekea Christmas, we are celebrating a God tunamsherekea Mungu that can cause even authorities, hata mamlaka, even powers hata wanaotawala to work for our advantage. Kufanya kwa wema wetu. Amen. God can make things Mungu anaweza sababisha to begin to turn around yaanze kubadilika in order to fulfill ili kutimizwa His purpose in our lives. Katika maisha yetu. Amen. Hey, oh, I don't know. I don't know if you are seeing what I'm seeing. Kama mnaona kile ambacho naona. God has put the king under command. Mungu amemwamrisha mfalme. The king may not know what he's doing. Mfalme haelewi kila anafanya. But he must fulfill prophecy. Lazima unabii timie. Somebody should not be born in Nazareth. Mtu asihesabiwe Nazareth. He must be born in Bethlehem. Azaliwe Bethlehemu. Because according to the prophecy, kulingana na unabii, he was to be born in Bethlehem. Alistahili kuzaliwa Bethlehem. So because of that, kwa sababu ya hiyo, God is coming into the authorities of the earth. Mungu anaingia kwa mamlaka ya wakati ule. And making them to make decrees. Anawasababisha that will fulfill the prophecy. Unabii. I declare in your life, natangaza kwa maisha as you celebrate this Christmas, unaposherehekea may Christmas, the Lord naomba Mungu take over achukue ushukani, every authority, kila mamlaka, every place kila utawala that must fulfill lazima utimize the purpose of God kusudi la Mungu in your life. katika maisha yako. Let them work for you. Na kwa ajili Let yako. them work for your advantage. Iwe kwa wema wako. Let them release you into the purpose of heaven. Kwa kusudi la mbinguni. Amen. He took over the king. Alimchukua ushukani kwa maisha and made him to make a decree. Kamsababisha so that a prophecy can be fulfilled. Ili unabii timie. May the Lord make men Mungu asababishe watu to do things for you, kufanya vitu kwa ajili yako, to fulfill his purpose ili kusudi lake litimie in your life. katika maisha yako. May the Lord enter authorities, Mungu aingie katika maisha ya watu walio kwa mamlaka, to make policies and laws kutengeneza sheria that will fulfill zitakazotimiza the purpose in your life. kusudi kwa maisha yako. I'm saying when you go back, unaporudi, wherever you are working, mahali unafanya kazi, whatever office you are in, ofisi ambayo unafanya kazi, in your environment, mazingira yako, may the Lord take over Bwana achukue ushukani, the authorities of that place, wanaotawala mahali and pale, make them make decrees awasababishe watangafanye sheria ambazo zitakuwa kwa wema wako, kwa wema wa kusudi la Mungu kwa maisha yako. Amen. Yes. May be raised, uinuliwe, may be promoted, upandishwe cheo by the decree, wakapitia by the new policy ambalo watu wataona. These people are not getting me today. Let there be a new policy naomba kukuwe na sheria ambayo itakuja to favor you, kwa ajili yako, that shall come to favor your career, kwa ajili ya kazi that yako, shall come ambayo itakuja to favor your job, kwa ajili ya kazi yako. Let there be a new policy. Naomba kuwe na sheria mpya. May the Lord begin to make them
call meetings and committees and begin to work on them, so that at the end, as we begin the new year, a policy comes that is going to position you into the right place. Mungu awasababishe waanze kuandaa mikutano ili watengeneze sheria ambayo itakuwa kwa sababu ya wema wako. Hallelujah. Hallelujah. That's what we are celebrating in Christmas. Ndio maana tunasherehekea Christmas. The fulfillment of God's prophecy and purpose. Kutimizwa kwa kusudi na unabii wa Mungu. And how it is fulfilled. Na ni jinsi gani inatimizwa. God takes over. Mungu anachukua utawala. He is ruler over all authorities. Anatawala watawala wote. He makes them do things. Anawasababisha kufanya mambo in favor of his people. Kwa ajili ya watu wake. Amen. Are you hearing me? Oh yes. He makes them do things anawasababisha kufanya vitu so that he may recognize ili atambue those that are of his. wale ambao ni wake. It's my prayer na kuombea that as you leave this day, unapoondoka hapa, this year's Christmas ya mwaka huu will remind you itakukumbusha the Lord will make people Bwana atawafanya watu never to be at peace wasiwe na amani for the sake of your promotion. Kwa ajili ya wewe kupandishwa the Lord will make people atasababisha watu. Jamaa wananipata kweli? You are not getting the me. same words were seen in the book of Ezra chapter 1 verse 1. Tunaona mfano mwingine kitabu cha Ezra 1 kifungu cha kwanza. The Bible says, in the first year of Cyrus king of Persia, mwaka wa kwanza mfalme wa Uajemi, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, kwa ajili ya kutimiza neno la Mungu ambalo nabii Yeremia alinena, the Lord moved the heart of King Cyrus, Bwana alisababisha moyo wa mfalme wa Uajemi, the king of Persia, mfalme wa Uajemi, to make a proclamation. kufanya tangazo. Amen. God wants to fulfill a word. Kutimiza tu neno. He wants to fulfill a purpose. Anataka kutimiza kusudi. So how does he do it? Anafanya kwa njia gani? He moves the heart. He moves the heart. Anauguza moyo. He comes to the heart of an authority. Anaingia kwa moyo wa yule so that he mtawala. makes a proclamation. Ili afanye tangazo. I declare, ninatangaza, in this coming season, kwenye msimu ambao tunaingia, let proclamations na matangazo be made yafanywe that shall favor you, kwa ajili yako, that shall favor your kwa ajili ya kazi yako. Hallelujah. somewhere. Mahali Some proclamation will be made sheria zifanywe that will give you employment, zitakazo kupatia that will ajira, give you a job, zitakazo kupatia that will kazi, give you a promotion, zitakazo kufanya that will upandishwe give you cheo, a positioning. zitakazo kupatia nafasi. Amen. I declare, ninatangaza, let it be na itendeke as hivyo the season opens. wakati msimu unafunguka. Amen. Things will be declared Mambo yatatangazwa in our favor. kwa ajili yetu. Things will be said Mambo yatasemwa in our kwa favor. ajili yetu. I say things will be declared Mambo in yatatangazwa our favor. kwa ajili yetu. Things will be said Mambo in yatasemwa our favor. kwa ajili yetu. Amen. I know and I know, Na ninajua as the year begins, mwaka unapoanza, watch, tazama, some employments will be put on the list kuna ajira zingine for zitatangazwa the sake of us. kwa ajili yetu. I don't even talking to somebody in the house. Yes. There are some adverts. Kuna matangazo ya The kazi Public Service Commission ambayo yatapeanwa will be able to give ili tuweze kupata because of us. kwa ajili yetu. Oh yes. There are some areas Kuna that shall be starred. ambayo yatatengenezwa, Starred yachachochelewa. yatachochelewa. I mean, there are people Kuna watu that will be starred watakaochochelewa because of you. kwa sababu yao. Wherever they are, Mahali walipo they shall be starred watachochelewa because of you. kwa ajili yako. Their hearts shall be moved Mioyo yao because itaguswa of you. kwa ajili yako. They shall be given mercy Watakuwa na because of you. kwa sababu yako. They shall be given Hallelujah. as we celebrate Christmas. Tunasherehekea Christmas. We are celebrating the fulfillment of prophecy and purpose. Nasherehekea kutimizwa kwa unabii na kusudi And how it is done. na vile inafanyika. God moves hearts of men Mungu anachochea mioyo ya watu to respond. kuitikia. God moves hearts of nations Mungu anasababisha mioyo ya to mataifa respond. kuitikia.
That's why you should not worry how. It is God who moves hearts of people to fulfill. Maana usiwe na wasiwasi itafanyika vipi. Mungu mwenyewe anajua njia ambayo atatumia. So don't worry how. Usikuwe na wasiwasi itakuwa vipi. It's not about us. Sio yetu. We are celebrating the fulfillment of prophecy. I don't know what purpose hangeth on your life. I don't know what prophecies have been spoken over you. I know sometimes you sit down and imagine, will they ever come to pass? The answer is in celebration of Christmas. Yes. We have a God who says and does. He says and does. Hi, somebody say amen. He says and does. Amen. Nobody can stop what God has ordained to do. Can somebody say amen? Amen. We read these many times in Isaiah 43, verse number 13. The Bible says, from eternity to eternity, I am God. No one can snatch anyone out of my hands. No one can undo what I have done. What he has done, no one can undo it. His plans are irreversible. His purpose is unstoppable. Isaiah 14:27. The Bible says, the Lord of heaven's armies has spoken. Who can change his plans? When his hand is raised, who can stop it? Nobody. Whatsoever he has ordained, they can delay it, but they can not stop it. They can hold it, but not forever. And it's my prayer and declaration in the coming season, whatsoever people have been delaying and holding in your life, they shall release it. Let it be released. Let it be given out. Let 2026 be your year of release. Amen. Let it be a year of release. So that whatsoever that has been holding shall be released. The true you, the glorious you, the powerful you, the great you may begin to manifest. I say the great you may begin to manifest, so that in every area people shall begin to see the true you that they have never known. I declare, I decree, the great you shall manifest. Amen. Let people begin to see something that you have never seen in your life. I say let them begin to experience something they have never known you carry. Hallelujah. Amen. Nobody can stop what God has ordained. Nobody can stop what God has ordained. And that's why as we come to celebrate Christmas, we are celebrating this God who says and does. And when he says, nobody can stop it. If you hear me, can you say amen? Amen. Come on, if you hear me, can you shout amen? Amen. Number 2, we are celebrating, which is the end. We are celebrating the unfathomable possibilities of God. Hallelujah. Amen. We have come to celebrate the unfathomable possibilities of God.
Because the birth of Jesus kuzaliwa kwa Yesu is a symbol of things that only God can do in somebody's life. Ni ishara ya vitu ambavyo ni Mungu tu peke yake aweza fanya kwa maisha ya mtu. God is a God of all possibilities. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. God is a God of all possibilities. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Nobody should look at you now Mtu asije akakuangalia leo and think this is how you shall be forever. na nadhani utakuwa hivyo milele. Your beginning is not your end. Mwanzo wako sio mwisho wako. You are still walking. Bado unaishi. I say you are still walking. Bado unatembea. Don't judge yourself early. Usijihukumu mapema. You are still walking, Bado man. unatembea. Please don't cut off yourself. Usijitoe mapema. Nobody has yet seen Hakuna mtu ameona what you truly are. kila ambacho unafanya. I challenge you. Na kuhimiza. Please keep on walking. Endelea kutembea. Keep on living. Endelea kuishi. There are opportunities you are yet to enter. Kuna nafasi ambazo unastahili kuingia. There are nations you are yet to enter. Kuna mataifa unastahili kuingia. I say there are places you are yet to enter. Kuna maeneo unastahili kuingia. Keep on living. Endelea kuishi. Don't kill yourself. Usijiue. Hallelujah. Don't disqualify yourself. Usijiondoe kwenye msafara. You have just begun to live. Wewe bado hujafika. I've said you have just begun to live. Umeanza tu kuishi. How can you judge yourself in your beginning? Inawezekanaje unajihukumu mwanzoni? You still have. Bado una muda. This Bible says to God a day. Biblia inasema kwamba kulingana na Mungu siku moja It's like 1,000 years. ni kama miaka 1000. And 1,000 years. Na miaka 1000 it's like a day. ni kama siku moja kwa Mungu. He can do what people have done for 1,000 years in one day. Anaweza kufanya kitu ambacho watu wametumia miaka 1000 kufanya, akaifanya kwa siku moja. This God can do it in a day. Huyu Mungu wetu aweza ifanya kwa siku moja. He can turn around your story. Anaweza badilisha na kugeuza hadithi yako. In only one day. Kwa siku moja tu peke As yake. long as I'm still living, Mradi bado naishi. I am hopeful. Ninatumaini. Anything can happen. Chochote kinaweza fanyika. I will not commit suicide. Mimi sitakata tamaa. Because my life is not in happenings. Maisha yangu haiko ndani My ya matendo. life is in Him. Ni yake. And He can do anything Aweza fanya chochote over my life. katika maisha yangu. Please don't laugh at me, you my enemies. Usinicheke nyinyi adui zangu. You are laughing at me too early. Unanichekelea mapema. You don't know Hamjui what God has for me. kile Mungu amenipangia. As days go by. Ninapoendelea kuishi. Amen. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Are you hearing me? Unanipata We kweli? have come to celebrate Tumekuja kusherehekea the Christmas, Christmas, which is the day that we relate, we meditate on God's unfathomable possibilities. ambao tunasherehekea na kutafakari maajabu ya Mungu. His God can do anything. Huyu Mungu aweza fanya lolote. Woo! Somebody say amen. Amen. This God can turn anything. Anaweza badilisha chochote. John chapter 1 verse 1 to 5. Yohana Mtakatifu 1:1-5. In the beginning was the Word. Pale mwanzo kulikuwa na neno. And the Word was with God. Neno lilikuwa pamoja na Mungu. And the Word was God. Na neno lilikuwa Mungu. Let's go on. The same was in the beginning with God. Na vile hilo neno lilikuwa mwanzoni pale na Mungu. And all things Vitu vyote were made vilitengenezwa by Him. na yeye. And without Him Pasipo na yeye was not anything made that was made. hakuna chochote ambacho kiliumbwa ambacho hakikuumbwa. Without Jesus, Yesu wetu without Him that we are celebrating, na His yule birth, tunayemsherekea leo, nothing was made. hakuna kilichoumbwa. So when we celebrate, Tunaposherekea we are celebrating a God of all possibilities. tunamsherekea Mungu wa mambo yote He can do all yawezekana. things. Aweza fanya mambo There is yote. nothing He cannot do. Hakuna chochote ambacho hawezi Please, kufanya. nobody should judge you this time. Fadhali mtu asije akakuhukumu You mapema. are yet to be revealed. Bado haujafunuliwa. Is somebody getting me in the house? I get you. All things were made by Him. Yaani mambo yote, vitu vyote And without vilikuwa Him, na kwake. in other words, all things, all things, all things, all things, all Vitu things. vyote
God of all possibilities. Mungu wa mawezekano yote. Verse number 4, the Bible says, in him was life. Ndani yake kuna uzima. And the life was the light of man. Na uzima ndio nuru ya wanadamu. And verse number 5, the Bible says, and the light shineth na nuru inaangaza in darkness, gizani, and the darkness comprehended not. Na giza haiwezi kuizuia. And verse 14, the Bible says, and the word was made flesh, na neno likafanyika mwili, and dwell among us, haishi miongoni mwetu. and we beheld his glory, tuliona utukufu wake, the glory of as of the only begotten of the Father, tukufu wa yule aliyezaliwa na Baba peke yake, full of grace and truth. Amejaa neema na ukweli. Jesus Christ Yesu Kristo is the one that is being spoken about, yule ambaye tunaelezewa juu yake, him that became flesh alifanyika mwili and was born. kazaliwa. When we celebrate Christmas, Tunaposherehekea Christmas, we are celebrating one that was born in the flesh, tunamsherehekea yule aliyezaliwa kwa mwili, that does all possibilities. naye sababisha mambo yote kuwezekana. He can do everything. Anaweza fanya He lolote, can work anything. anaweza fanya chochote. Please, child of God, Fali mwana wa Mungu, you may be in a situation right now, leo hii unapitia hali but it ngumu, is temporary. ni ya kipindi kifupi, It is temporary. ni ya muda tu. As long as you are in the hands of him that was born, Mradi uko mikononi mwa yule aliyezaliwa, anything can happen. chochote kinaweza As kufanyika. long as you are in his hands, Mradi uko mikononi mwake, anything can happen. chochote kinaweza fanyika. Don't disqualify yourself for some dimensions because of delay. Usijiondoe kwenye kiwanja kwa sababu tu ya kuchelewa. Delay is not denial. Kuchelewa sio kunyimwa, It is working greater. ni kufanya kuu. Is somebody getting me here? Amen. Delay is not denial. Kucheleweshwa sio kunyimwa. It is something built greater than what you thought. Kuchelewesha inamaanisha kitu kinafanywa kikuu kuliko vile ulifikiria. My teacher taught me it takes 3 months to have garbage ready and you go to the toilet. Mwalimu wangu akanifunza itagharimu tu miezi 3 sukuma wiki kukomaa ule na uende chooni. But it takes 20 years Lakini itachukua miaka 20 or 50 years ama 50 for some tree to grow, kwa mti ambao kukua, that we shall make sheep and great things that ever move the earth. ambao utatumiwa kutengeneza vitu vikuu ambavyo vitaguza maisha. What does that mean? Inamaanisha nini? The more it delays, Zaidi inapochelewa, the greater its impact. zaidi itakapokuwa kuu. Amen. Don't break. Usivunjike. Don't think it will never happen. Usidhani haitawahi. God is making something greater and glorious. Mungu anakuandalia kitu kikuu tukufu. If you hear me, can you say amen? Amen. We are celebrating the God of all possibilities. Tunamsherehekea Mungu wa mambo That yanayowezekana. with him everything can happen. Ukiwa naye chochote kinaweza In fanyika. him anything can turn around. Ndani yake chochote kinabadilishwa. He can pick even a thug Anaweza and make a okota, preacher. okota hata mlevi na kamtengeneza mhubiri. In him anything can come up. Ndani yake chochote kinawezekana. Please don't rule out things. Tafadhali usiamue We mapema. are celebrating Barikiwa yule the mfalme, God of all possibilities. Bwana wa mambo yote We have yanayowezekana. come to celebrate Tumekuja the kusherehekea God that does all things. Mungu anayefanya mambo yote. I can do all things Naweza fanya mambo through yote Christ kupitia that Kristo strengthens me. anitiaye nguvu. I can do all things Weza fanya mambo through yote him that was born kupitia yeye on aliyezaliwa Christmas Day. siku ya Krismasi. Amen. Child of God, Mwana wa Mungu, we've come to celebrate tunakuja kusherehekea this God that will do all things huyu Mungu anayeweza fanya mambo in yote our lives. katika maisha yetu. He can do all things. Anaweza fanya mambo There yote is no natural limitation na hakuna kizuizi chochote cha that can kawaida hinder his agenda. kinachoweza zuia ajenda yake. No natural limitation. Hakuna kizuizi cha asili. That's why we say one of the unfathomable possibility is the incarnation. Mojawapo ya mambo ambayo hayangewezekana ni kule kubadilishwa, That virgin conception. kule yani ile njia ambayo bikira alishika mimba yake. How could a virgin conceive?
Ingewezekanaje bikira apate mimba without the biological mechanisms? bila kutumia njia za kibiolojia? How would it happen? Ingefanyika vipi? And yet it happened. Na ilifanyika. We are celebrating Tunasherehekea the God of all possibilities. Mungu wa yote yawezekana. No natural happening can hinder what he wants. Hakuna jambo lote la asili linaweza zuia kile ambacho amepanga kufanya. He is God. Yeye ni Mungu. He can do all things. Anaweza kufanya mambo yote. He can turn around anything. Anaweza badilisha chochote. I challenge you. Akuhimiza He is God. ya kwamba yeye ni Mungu. Is somebody getting me in the house? Oh yes. He is God. Yeye ni Mungu. As we celebrate this day, tunaposherehekea hii siku, I have come to remind you, nimekuja kukukumbusha, there is a God that walks beside you. Na Mungu anayetembea na wewe. A God of all possibilities. Mungu wa mambo yote yawezekana. You are never alone. Haujawahi kuwa peke yako. He's always beside you. Kila wakati yatembea kando yako. Walk with him. Tembea naye. Even in your impossibilities. Hata kwa mambo ambayo yanaonekana hayawezekani. He will make them possible. Atayasababisha yawezekane. Go with him. Enda pamoja naye. He can do all things. Anaweza fanya mambo yote. No plan of his. Hamna mpango wake can be thwarted. Unaweza badilishwa. I challenge you. Ninakutia moyo. You may have had a wrong footing. Labda umepitia mambo mabaya. You may have had a wrong footing, a wrong beginning. Labda mwanzo wako ulikuwa mgumu. But I encourage you. Lakini nakutia moyo. It's not the end of all. Huo sio mwisho kabisa. The enemy likes to attack vessels of honor in their early stages to defile them and to make them think they are failures. Adui anapenda kushambulia vyombo vya heshima wakati wa mwanzo wao na kuvichafua ili vijione haviwezi. Because he knows how dangerous those vessels are. Anajua jinsi hatari hivi vyombo vilivyo. Even if you may have failed in your beginning. Huenda ikawa ulishindwa pale mwanzoni. Please, in this service I remind you. Fadhali kwa ibada hii nakukumbusha. Walk with the God of all possibilities. Tembea na Mungu wa yote yawezekana. That is what I give you in this service. Hiyo ndio zawadi ambayo nakupatia leo. Go with him. Enda na yeye. All things shall be possible. Mambo yote yatawezekana. Amen. Can we bow down our heads in Jesus' name? Inamisha kichwa chako. We thank you, Lord. Asante Bwana. We give you praise. Tunakupatia sifa. We give you glory, Lord Jesus. Kupatia utukufu Yesu. Thank you for your goodness. Asante kwa wema wako. And thank you for your mercies. Asante kwa rehema zako. What a God you are to us. Ni Mungu wa ajabu kiasi gani kwetu. Thank you for all that you've done to us this year. Even to have brought us to this day, we celebrate him that has carried us through the whole year. Asante kwa yote ambayo umetutendea hata kutufikisha siku ya leo, umetubeba mwaka mzima. We've come to acknowledge him that has made us to be who we are today. Kuja kumtambua yule ambaye ametufanya tuwe jinsi tulivyo leo. We've come to declare Jesus, if it was not you, we could not be. Tumekuja kutangaza Yesu, kama sio wewe hatungekuwa. We've come to declare if the Lord was not on our side. Tumekuja kutambua kama Mungu haungekuwa upande wetu. Our enemies would have consumed us. Adui zetu wangetumeza. We would not have been where we are. Hatuko mahali tulikuwa. But the Lord was our stay. Lakini Bwana, the Lord was our refuge. Wewe umefanyika kimbilio letu. The Lord was always our stay. We held on him. Wewe ndiye ambaye tulikushikilia kila wakati. And that's why we are today. Ndio maana tumefika hapa leo. Jesus. Yesu. Thank you for who you are. Asante kwa yule uliye. Thank you. Asante. As we come to celebrate this Christmas. Pokuja kusherehekea hii Christmas. Celebrating you, the God of all possibilities. Na kusherehekea wewe Mungu wa mambo yote yawezekana. You that can cause an incarnation. You that can cause a virgin birth, a virgin conception. Wewe ambaye unamsababisha bikira apate mwana. We've come to celebrate you, the one that fulfills prophecy
and purpose. Kuja kusherehekea wewe unayetimiza kusudi na unabii. We've come to say thank you. Kuja tukusema asante. Thank you. Asante. It's you who has done it. Ni wewe ambaye umetutendea. All that we are. Vile tulivyo. All that we have. Yote tulionayo. It's you that has done it. Ni wewe umetutendea. We've come to carry our sacrifice of thanks and acknowledgement to your throne of grace. Tumekuja kuleta sadaka zetu za shukrani mahali pako pa utukufu. We've come to say receive all our honor, all our glory, all our gratitude, all our thanks. Receive it before your throne. Tumekuja kusema pokea shukrani zetu, pokea adama zetu, pokea heshima zetu zote na utukufu wetu, wewe Mungu wa utukufu. We've come as we celebrate this day. Tumekuja leo tunaposherehekea siku hii to renew our commitment kuisha ama kufanya upya kujitolea kwetu to you, God of all possibilities. Kwa wewe Mungu wa mambo yote yawezekana. To say we feel to begin again with you. Kusema kwamba tunajisikia kuanza tena na wewe. We feel to go deeper and higher. Tunajisikia kuendelea viwango vya juu. We feel to love you more. Tunajihisi kukupenda zaidi. To carry you higher. Kukubeba juu zaidi. Oh, we feel we have not yet done much than what you have done to us. Tunahisi hatujatenda mengi jinsi vile umetutendea. You have been so good to us. Umekuwa mwema kwetu. So loving. Aliyetupenda. We have no words. Hatuna maneno. We can express to your goodness. Ya kutosha kuelezea wema wako. And that's why in this service, ndio sababu kwa ibada hii, as we celebrate this Christmas, kusherehekea Christmas ya leo, we've come to say thank you. Kuja tukusema asante. We renew our commitment. Tunauisha kujitolea. We start again. Tunaanza upya. To walk with you. Kutembea nawe. Because you are such a loving God. Manake wewe ni Mungu unayetupenda. You are such a gracious God. Wewe ni Mungu wa neema. The Lord that doeth great things. Mungu anayefanya mambo yote. Past finding of men. Ambaye anatumia watu. Jesus. Yesu. We thank you. Asante. We thank you, Jesus. 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 We thank you, Master Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, King of Kings, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Jesus. Somebody in your own words, can you thank Him? Can you thank Him? Kwa lugha yako, kwa maneno yako mshukuru Mungu. He has carried you through thick and thin. Amekubeba kupitia kwa mambo yote. He has made you cross some, kusababisha kuvuka, create some ditches and kuvuka mitaro, scale over some walls. Amekuzusha chini ya mabukuta. Can you thank Him in your own way? Mwambie tu asante kwa lugha yako. Thank Him in your own way. Mwambie asante kwa njia yako. Just tell Him thank you, thank you, asante, asante. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you for what you have done to us. Asante kwa kile ambacho umetutendea Bwana. Jesus, thank you. Asante Yesu. Thank you. Asante. We've come to renew our commitment to you.
We've come to renew our commitment to you. We've come to say now we begin again. We begin again with you. We want to walk with you deeper and closer. We feel we miss you more. We feel you can do more with us. And we need you more than any other time. Jesus. Here we are. Here we are. Jesus. Masilala bozene mena. Shatabalala bazina mana malaboz. Rekosita la bazene mena los. Shila la 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 bozene mena la la ba. Shila la la bozina mana malaboza. Jesus. Rekosita kabala boza. Itala bozene mena la baboza. Itokobola bozene mena la baboza. Shitolo bozene mena malaboza. Jesus. Reign, Jesus, reign. We say as the Lord. Reign, Jesus, reign. You are the Lord. You are the King of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus, reign. Can you tell him to reign in our lives afresh again? Reign, Jesus, reign. Tell him like you mean it in your heart as you say again. Reign, Jesus, reign. We say, Lord, you are the King of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus, reign. You are the King, O Lord. You are the King of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus, reign. You are the King, O Lord. You are the King of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus, reign. At this moment when we acknowledge the Lord who does great things, leo tunapomtambua Mungu anayefanya mambo makuu. Job chapter 9 verse number 10. Ayubu 9. The Bible says, in Job chapter 9 verse number 10, the Bible says, he doeth great things past finding out. Anafanya mambo makuu yanayopita ufahamu. And wonders without number. Maajabu yasiyohesabika. He doeth great things past finding out of man. Afanya mambo makuu ambayo yanawashinda wanadamu kuelewa. He does wonders without number. Afanya maajabu yasiyohesabika. Do you believe that you can lead this service with a God who does great things and wonders without number? Je, unaamini unaizondoka kwa ibada huu na Mungu anayefanya mambo makuu na maajabu yasiyohesabika? You can lead this service with that God. Naweza toka kwa hii ibada na huyo Mungu. Him that doeth great wonders. Anayefanya maajabu makuu. In a minute I want you to go before the Lord. Kwa dakika moja ningependa uende mbele za Mungu. And just tell him, Lord, I invoke you, the God of wonders, the God of great things. I invoke you in my life. I invoke you in my family. I invoke you in this commission. Manifest with your great wonders, with your great things, in the name of Jesus. Can you tell the Lord, Lord, I invoke you today. May you do great things past finding of man in my life, in my destiny, in my family, in my ministry, in my business, in the work of my hands, in my career. Father, do great things. Oh, we have learned
You are a God of all possibilities. You are a God of all possibilities. May you do them, my God. May you do great wonders. May you do great wonders. In the name of Jesus. Somebody don't hear you. Can you pray? Lift up your voice and tell the Lord, I invoke you, Lord, the doer of great things, the worker of wonders without number. May you work wonders in my life. May you work wonders in my family. May you work wonders over my children. May you work wonders over my children. In the name of Jesus. May you work wonders, Lord. May you work wonders, Lord. In the name of Jesus. May you work wonders, Lord. Somebody just lift up your voice and tell the Lord, in this service, as I leave, Father, I ask you to be my God, the God of all possibilities, the wonder-working God. Be my God. I want to walk with you, the God of wonders. Be my God. Be my God. Be my God. In the name of Jesus. Today, Lord, I pray that you are becoming my God, the God of all wonders, the God of all wonders, the God of great things, the doer of great things. You will do great things in the midst of my situation. In the midst of my situation, you are doing great things. You are healing. You are delivering. You are changing. You are glorifying. In the name of Jesus. Oh God, you are the God of wonders. You are the wonder-working God. May you do wonders in my life. I invoke you today. I invoke you today. That thou shalt do wonders in my life. Thou shalt do wonders in my family. Thou shalt do wonders in my children. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody lift up your voice and tell the Lord, may He be a wonder-working God in your life, in your family, in your children. May the Lord work wonders. May the Lord work wonders in every aspect of your life. In the name of Jesus. Masata kabalabo, retele bezilaba, retosata kaba, rebesito koboba, rentana manalaba, reteta kabalaboza, retele belabo, rekoboza taya, rebasata, rebetele bela, rekotoloboza, retele bezika, rebasito koboza taya, imantele bela, rekoboza talaba, rebasito tolobozete, retili nabaha, resete kebela, rekoboza tala, imantele bela, idila bahata, reteke bekasata, rebatele bela, rebetete kebe, in the name of Jesus. Masila bahata, retele bezikita, mantolo bozilaba, metekele la loza, rekosatayaba, reketakamana la boza, vitolo bozele bela, mantakabala bozika, metele bela lozi, rekotayaba, shilabozele bela, in the name of Jesus. Father, work wonders. May you work wonders in our lives. May you work wonders in our family. May you work wonders in our children. May you work wonders. Oh God, I invoke you today. I invoke you today. The God of all wonders. The God who does great things. May you walk with me. May you be my God. May you be my God. May you be the God of Zion. May you be the God of every member. May you be the God of the branches. In the name of Jesus. Oh God. Shilabalahata, Reketamana Lababo, Sotolobozela, Ricosilina Manamalabo, Retekelebela, Ricosatayaba, Imalozela, Imalozana Manamalaba, Pentelebezilaba, Recobozataya, Rebesito Coboza, Reketayaba, Ibosatakaba, Retekebela Lozaya, Ematolobozi.
unaona, jicho halijaona, sikio halijasikia. Tenda utukufu wa jina lako. Bwana, tunakuita leo. Tunakuita leo. Thank you, Lord. Asante Bwana. We give you praise. Kupatia sifa. In Genesis chapter 18 verse 4. Mwanzo 14 kifungu cha 4. I mean verse 14, verse 14. 14 kifungu cha 4. The Bible says, in verse 14, please, I'm sorry. Genesis 18 verse 14. Thank you so much. The Bible says, this word, is anything too hard for the Lord? Je, kuna jambo lolote ambalo ni gumu kwa Bwana? At the time appointed, kwa wakati mteule, I will return unto you. Nitarudi kwako. According to the lifetime, to the time of life. Kulingana na wakati wa maisha. And what will happen when I return to you? And Sarah shall have a son. What will happen when I return to you? Shall have a son. The impossibility, the biological impossibility will turn to possibility. Kila ambacho hakiwezekani kulingana na sayansi kitafanyika kuwezekana. That which medicine sees it is impossible. Kila ambacho madaktari wanasema haiwezekani, when I return to you, nitakapokurudia, I will make it possible. Nitafanya iwezekane. I don't know if somebody is with you in this service. Juu kama mtu ananielewa. Somebody, I want you to pray with me. Nataka tuombe pamoja. Because the Bible says at the appointed time, kwa wakati ulioteuliwa, He makes impossibilities to be possibilities. Anasababisha hiyo yasiyowezekana yawezekane. At the appointed time. Kwa wakati mteule. I want us to tell the Lord. Ngependa tumwambie Bwana. That Master, we announce and declare. Bwana, tunatangaza tukisema 2026 2026 shall be our appointed time. Ni wakati wetu mteule. We declare 2026 tunakutangazia 2026 to be your appointed time for us. Wewe ni wakati mteule kwetu. We announce tunatangaza you 2026. Wewe 2026 you are my appointed time. Wewe ni wakati wangu mteule. My time of favor. Wakati wangu wa kibali. My time of possibilities. Wakati wangu yasiyowezekana. Possibilities. Wakati wangu yasiyowezekana. My time of turnaround. Wakati wangu wa mageuzi. My time of turnaround. Wakati wangu wa mageuzi. In the name of Jesus. Katika jina la Somebody, Yesu. can you make a prayer now? Kutufanya ombi sasa. Lord, mwambie I decree ninatangaza 2026 mwaka 2026 be my turnaround time. Wakati wangu wa the mageuzi. turnaround time. Wakati wangu wa mageuzi. For every possibility. Kwa yale yasiyowezekana. In my life. Yanaanza kuwezekana. For every possibility. Kila lisilowezekana. Be it sickness. Inakuwa magonjwa. Be it poverty. Iwe umaskini. Be it lack. Iwe kukosa. Be it struggle. Iwe kung'ang'ana. Father, I declare 2026 leo shall be my time for a turnaround. Wa mageuzi. The turnaround. Wa mabadiliko. The turnaround. Wa mabadiliko. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Masakabalaboza. Ndiyo Bwana. Ninatangaza nikisema mwaka 2026 wewe ni msimu wangu wa mageuzi. Wewe ni msimu wangu wa mabadiliko. Wewe ni msimu wangu wa miujiza na ishara. Wewe ni msimu wangu ambao nitatembea kwa utimizi wa unabii na kusudi la Mungu. Wewe ni msimu ambao yaliyokuonekana magumu yanaanza kurahisishwa. Wewe ni wakati yaliyokuona hayawezekani yanaanza kuwezekana. Wewe ni msimu wa mabadiliko. Kila yasiyowezekana yaanza kuwezekana. Ila kila kisingewezekana kinaanza kuwezekana katika maisha yangu katika jina la Yesu. Father, you are turning around. You are turning around unabadilisha every impossibility. Kila yasiyowezekana 2026 mwaka 2026 you are turning around unageuza every impossibility. Kila yasiyowezekana 2026 mwaka 2026 unabadilisha every impossibility. Kila ambacho hakingewezekana 2026 unabadilisha every impossibility. Kila kisichowezekana katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho kimetangazwa kiwezekana ninakutangazia una wakati unabadilishwa na unaanza kuwezekana kwa jina la Yesu. Chochote kile biology, science, sayansi, medical,
and written as impossible. I declare possibility, 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 possibility. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, you are turning around. Baba unabadilisha. You are turning around. Baba unabadilisha. You are turning around. Baba unageuza. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You are turning around. Unageuza. Every possibility. Kila yasiyowezekana. You are turning around. Unageuza. Every impossibility. Kila kisichowezekana. You are turning around. Unageuza. Every possibility. Kila kisichowezekana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ndiyo Bwana unageuza. Kila ambacho kingewezekana kinaweza kuwezekana. Kila ambacho wanadamu wamesema hakiwezekana unafanya kiwezekana. Kila ambacho ulimwengu umesema ni ngumu unafanya kuwa rahisi. Katika jina la Yesu. We were turning around. You are visiting us. You are returning to us. Father, this is a year of your visitation. 2026 should be a year of your divine visitation. Visitation in a situation. Visitation in an impossibility. Visitation, oh God. Let there be visitation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ashatakabalaboza Esilaba Naha Etebela Kaboza Tayaba Hintedila Bazila Balabo Rokoboza Tayabaha Esika Takamana Laboza Rontolobozelebela Ibasika Tokobolaboza Entelebezika Ibasata. In the name of Jesus. Father, you are turning around. You are turning around. In the name of Jesus. In Psalms 145 verse 15. Zaburi ya 144 kifungu cha 15. 145 please. 45. The Bible says, the eyes of all wait upon thee. Macho ya wote inakusubiria wewe. And thou givest them their meat in due season. Na unawapatia chakula chao kwa wakati unaofaa. You give them their provision. Unapeana upeanaji wao. In due season. Kwa wakati unaofaa. In every season you will provide. Kwa kila msimu utapeana. That's why the eyes of them are unto you. Ndio maana macho ya wote inakutazama. Can somebody say amen? Amen. Can we tell the Lord, mwambie tu Bwana, we lift up our eyes to you. Tuinua macho yetu kwako. And we declare, Lord, na tutangaza Bwana, in 2026, mwaka 2026, as our due season, ni msimu wetu, let there be provisions, wa upeanaji, let there be supplies, upeanaji, for our needs, kwa mahitaji in yetu, the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Somebody, can you just tell the Lord, mwambie tu Bwana, we ask for your supplies, tunaomba we upeanaji, ask for your provision, tunaomba we upeanaji ask wako, for your release in 2026, mwaka as our 2026, due season, kama msimu in wetu the name unaofaa, of Jesus. kwa jina la We pray Yesu. the Lord, Tunaomba Bwana, as our eyes are lifted to you, macho yetu as yakiwa our yameinuliwa eyes are kwako, lifted to macho you, yetu yakiwa may you yameinuliwa kwako, provide, peana, may you release, may you achilia, provide peana, unto our needs, mahitaji may you yetu, provide peana, unto the needs of this ministry, mahitaji ya huduma may you huu, provide peana, unto the needs of every member, mahitaji ya kila may you mshiriki, provide peana, unto the needs of mahitaji everyone, ya kila in mmoja, the name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus. katika jina la Come on, Yesu. somebody declare now, Tangaza sasa, declare now, asa in kutangaza the name of Jesus, katika jina la declare Yesu. now, Tangaza in sasa the name of Jesus. katika jina la Somebody Yesu. tell the Lord, Lord, Mtu mwambie I tu Bwana, declare that inatangaza 2026 mwaka being my 2026 due ndio season, msimu wangu let there unaofaa, be provisions, ndio msimu wangu let there be upeanaji, provisions msimu wangu unto my upeanaji life, kwa maisha yangu, be provisions upeanaji unto my life. kwa maisha yangu, May you provide a job, peana may you kazi, provide employment, peana in the ajira name of Jesus. kwa jina la Father, I Yesu. pray Baba that naomba, this is my due season, huu ni wakati this is wangu, my due huu season, ni msimu in the wangu, name of Jesus. kwa jina la Yesu. Provide, Lord, Peana Bwana, provide, Lord, peana Bwana, provide, Lord, peana in the Bwana, name of Jesus. katika jina la Yesu. Provide, Lord, Peana in mahitaji yetu 2026. mwaka 2026. Provide, Lord, Peana in mahitaji yetu 2026. 2026. Provide, Lord, Peana mahitaji provide, yetu. Lord, Peana Bwana, provide, Lord. peana. We look
look unto you. Katika We jina look unto you. tunakuangalia We look wewe. unto you. Macho yetu We yako lift kwako. our eyes to you. Macho yetu yako We kwako. waited upon you. In Tunakusubiria the name of Jesus. katika jina la Yesu. Provide, Lord. Bwana najua. Provide, Lord. Najua. Let there be supplies. Unapeana Let there upenaji. be supplies. Unaweza kuwa na Let there upenaji. be provisions. Unaachilia In the upenaji name of Jesus. katika jina la Yesu. Thank you, Lord. We give you praise. Tunakupatia We sifa. give you glory. Tunakupatia utukufu. We give you honor, Lord Tunakupatia Jesus. heshima na adama. What a wonderful God you are. Wewe ni Mungu wa ajabu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The next verse says, Kifungu cha 16 inasema, the next verse says, thou openest thine hand unaufungua mkono wako, and satisfy the desire of every living thing. unatosheleza tamanio la kila kiumbe cha uhai. Openeth your hand Unafungua mkono wako and satisfies. na unashibisha. Can we ask the Lord Muulize Mungu to open his hand of provision, kufungua mkono wa his hand upeanaji, of supply, kufungua mkono wake wa to upeanaji, satisfy our needs? kutosheleza Can mahitaji we tell yetu. the Lord, Lord, Tumwambie tu Bwana, open your hand fungua mkono wako unto me, kwa maisha unto yetu, my family, kwa familia yangu, unto my children. kwa watoto wangu. Open your hand Fungua mkono wangu unto me. wangu, Open your hand fungua mkono unto wako me. wangu, Open your hand fungua mkono wako unto me. kwa maisha yangu, Open your hand fungua mkono wako unto me. kwa maisha In yangu, the name of kwa Jesus. jina la Open Yesu. your hand Fungua mkono unto wako me. wangu. Someone just tell the Lord, tell the Lord, tell the Lord. Tumwambie tu May Bwana, you open your hand, O mwambie Lord. Bwana, fungua In mkono wako every day that is coming, kwa kila siku ambayo open your hand ninakuja. of provision, Fungua mkono wako wa that upeanaji, you may satisfy the ukatosheleze, desire of our heart, ukatosheleze the desire of our lives, tosheleza the desire of everyone. tamanio la Father, huduma open your wetu. hand unto Fungua mkono Zion. wako wa Open upeanaji, your hand unto fungua Zion mkono wako and kwa Zion satisfy na the utosheleze desire of every member, matamanio ya the kila desire of mshiriki, every ministry, matamanio ya the kila desire of mtoto, everybody. matamanio ya kila Open mwili. your hand Fungua and mkono wako na satisfy in the utosheleze name of Jesus. kwa jina la Let's Yesu. tell the Lord, let's tell the Lord. Bwana, Let the Lord open his hand fungua mkono wako in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. May the Lord open his hand. Mwambie Bwana, fungue May mkono the wako. Lord open his hand Bwana, fungue mkono in the wako name of Jesus. katika jina la Thank Yesu. you, Lord. Asante We Bwana, give you praise. tukupatie We sifa, give you glory. kupatie utukufu We give you honor. na kupatia heshima. What a master you are. Wewe ni Bwana What mkuu, a king you wewe are. ni mfalme wa That you ajabu. are opening your hand to Fungua us mkono wako in the kwetu name of Jesus. katika jina la Thank you, Yesu. Lord. Asante We Bwana, give you praise. tunakupatia We sifa, give you glory. tunakupatia utukufu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Master, we thank you for this wonderful time Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya huu wakati wa ajabu you've given us to come and celebrate you. umetupatia ili tuje tukusherehekee. Give thanks Peana shukrani to your majesty kwa ukuu wako that has carried us through the year. ambao umetubeba mwaka mzima. Just to remind ourselves, Kujikumbusha it is because of him that was born on this day kwa sababu ya yule aliyezaliwa siku ya leo that we live. tunaishi. We thank you Tunasema asante for Jesus. kwa ajili ya Yesu. Thank you Asante for him that was born kwa yule aliyezaliwa for the sake of us, kwa ajili yetu, our Savior. mkombozi wetu. Thank you. Asante, Blessed be your name. barikiwe jina lako. Thank you Asante, and thank you. asante. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. We have a few minutes Tumebakisha dakika to finish chache our service, kutamatisha ibada yetu. and